Ubatizo wa maji, ubatizo wa Roho Mtakatifu na ubatizo wa moto. Sasa pengine naweza ikaweka swali, tutembee na ubatizo gani? Wa moto, wa Roho Mtakatifu au wa maji? Tuko pamoja? Aina za ubatizo namna tatu za ubatizo ni hizo. Wote nafikiri maisha ziandika, naweza ukawasaidia na watu wengine kwa baadaye. Ubatizo ni mmoja, lakini unazaliwa na matawi tena mawili, yote yanaitwa ubatizo. Na haya mambo unaweza ukayasoma kwenye kitabu kimoja, kama sijakosea ni Mathayo sura, nataka tuiangalie sura moja hapo ya 3, sura ya 3 mstari ule wa 11. Sura ya 3 mstari ule wa 11. Anauzungumza huo ubatizo wa namna tatu Yohana Mtakatifu. Hebu tuangalie hapo Mathayo 3 mstari wa 11. Inatuambia je? Biblia inasema kweli mimi nawabatiza kwa maji, kweli mimi ninawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, kwa ajili ya toba. Bali yeye ajaye nyuma yangu, lakini yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili, na wala hata hastahili Yohana hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Sikiliza sasa, yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Nao ni nini? Ni ubatizo. Na kwa moto. Lakini pia na kwa moto, na huo nao ni ubatizo. Sasa kila ambacho tumekifanya jana ni ubatizo wa maji. Tuko pamoja? Ule ambao toka mwanzo Yohana Mbatizaji alishughulika nao, na uko kwenye utaratibu wa kimungu na ni agizo la Mungu, na ndio maana tunajifunza mambo haya kupitia Yesu. Aliutambua huo utaratibu aliosimama nao Yohana kwamba ulitoka kwa Mungu. Na wale wazee Wayahudi waliwahi kuuliza swali hilo kwamba ubatizo huu anaoufanya Yohana aliunda tu yeye na kichwa chake, au ni familia au ukoo wao walipangaga hivyo kwamba wewe nende unawadumbukiza watu kwenye maji. Sasa akasema hawa watu wanakuja kunijaribu. Kauliza swali na yeye, mwisho wa siku wakatoa majibu hatujui. Na alivyosema hawajui, naye akawaambia kwa sababu hamjui nyinyi. Sasa mimi mtoto wa Yusufu nimezaliwa jana tu ninajua. Nyinyi ni wazee, hamjui nyinyi wazee. Mimi nitajua na mimi sijui. Lakini walikuwa na neno moja, hoja waliokuwa nayo hivi: tukienda kumwambia huyu mwalimu kwamba ubatizo wa Yohana uliletwa na wanadamu, mtu yote anajua kabisa kwamba ubatizo ulitoka kwa nani? Kwa Mungu. Sasa watatupiga mawe, hatutasalimika. Lakini tukisema tena kwamba ubatizo ulitoka kwa Mungu mwenyewe, atatujibu tena hivi, kwa nini hamjamwamini? Sasa tupeleke majibu, hatujui. Naye akawaambia kwa vile hamjui na mimi sijui, wote tukaeni bila kujua, tufanye vitu ambavyo hatujui. Kwa na mimi nimefuata tu, ila na mimi sijui. Twende sasa wote, si ndio? Tuko pamoja? Huo ni ubatizo. Ubatizo ambao tunaufanya walio wengi, unaweza ukabatizwa tu mara moja, ubatizo wa maji, akasema yameisha. Sasa ukawepo tu kwamba nikimaliza ubatizo tayari nimeenda mbinguni mimi. Sasa ninaitwa Mariamu, ninaitwa Martha,
naitwa Pendo, ninaitwa nani Lucia, ninaitwa sijui Priska na nani, nimeitwa hivyo. Sasa ninasubiri tu kukata roho, wapendwa watakuja wanaimba wimbo. Mabawe, huyu jamani ni Lucia, MC sasa para na jijia kuweka mikogo, ameamina na miaka 48. Kwa kweli alibatizwa kwa maji, ni mwamini wa Kipentekoste, alikuwa amejazwa Roho Mtakatifu, na sasa tunaamini kabisa ameenda mbinguni. Bwana alitoa na Bwana alitoa, jina lake lihimidiwe. Najua sasa yuko katika mkono wa Mungu Baba. Wenzetu wenyewe nikashukuru wenyewe wakafika mahala wakasema, na mpaka dakika hii tunamuombea kama alikuwa kwenye mkono wa motoni, basi Bwana tunamsihi amuhamishe mara moja iwezekanavyo, ili ampeleke kwenye uzima. Wamefika mbali sana mpaka huko sasa kuamua kumshauri nani? Mungu awahamishe watu wenye dhambi, awapeleke mahala pa uzima, jambo ambalo haliwezekani. Hayo ni maneno ya wanadamu, wamebaki sasa wanafarijiana wao. Halafu kwa sababu sasa ni kiongozi bishop ama padri au nani kasema hayo, watu na wazee wote wanasema tayari padri kamemwambia Mungu, tayari ameshahamishwa yule Maria. Hajahamishwa. Wewe kama ulikuwa ni mzinzi, subiria tu moto ukushughulikie. Si ndio? Kwa hiyo ubatizo uliobatizwa utendee haki katika kumtumikia nani? Mungu. Wewe uliobatizwa jana na wale ambao tayari mlibatizwa miaka iliyopita, na mimi mwenyewe hapa nilipo nina miaka yote hiyo, lakini bado ninatakiwa nisimame kufanya matakwa ya Mungu ili kusudi huu ubatizo niwe nimeutendea haki. Niligharimika na mimi. Mtumishi wa Mungu alisema tumegharimika, ni watu wazima, tunafanya vitu vinavyoeleweka. Mimi hapo ninataka nihame. Ndio maana nikasema kuna ubatizo aina hiyo. Sasa mhusika wa ubatizo wa maji ni nani? Mhusika wa ubatizo wa maji ni mwanadamu anayehusika. Ukisoma kitabu ambacho nakuru kutoka kitabu cha Kutoka, kinazungumza habari za watu walipokuwa wanatoka Misri. Mungu akasema hapana, hawa wote wamezaliwa wamebatizwa, hapana. Sasa ninamkabidhi Musa awapeleke awakabatizwe kwanza. Kwa hiyo wakatembea chini ya mkono wa nani? Wa Musa, akaongoza mpaka kwenye bahari. Musa bila kujua wanakoelekea, wanazadi wanatembea tu wanaenda nchi ya Kanaani. Ghafla hapa binivu maji haya. Haya maji nakuaje? Musa umetuleta hapa. Sikiliza, na walimuona ni Musa, lakini aliyewapeleka huko ni nani? Ni Mungu. Na lengo la Mungu wabatizwe kwanza. Wabatizwe wote ni kuzama huko. Sikiliza, maji yakainuka juu, yakapita vimo vyao. Jana tulikuwa tunabatizana, nawaambia ni kuzama kabisa, mpaka na kanywele kashuka zama kabisa. Na ninashukuru walizama kabisa, wakaishia. Na mama yangu hapo mkubwa kabisa alizama kabisa, akaishia na kuwa kama amesinza. Tena walikuwa hawana hata vurugu, wana Roho Mtakatifu. Anatulia kabisa. Anatoka tayari ni kiumbe kipya. Haya mambo ndio mazuri. Kwa nao wakapita kwenye ile bahari. Biblia inasema kwa ufupi, wote wakabatizwa kwa maji mengi. Haleluya. Sina sababu ya kudadafua sana mambo hayo, lakini mhusika wa huo ubatizo alikuwa ni nani? Musa. Anawaambia sasa tunapita mahali hapa katika haya maji mengi, tunaenda kuona mkono wa Bwana. Kumbe mkono wa Bwana ni kwa ajili ya kuwabatiza. Nani anashiriki pale? Kumbe akashiriki nani? Anashiriki Musa, anashiriki Mungu, anashiriki na Roho Mtakatifu. Haleluya. Walikuwa wanafanya ushirika wa kubatiza. Kwa hiyo kumbe na mimi pale sikuwa peke yangu, mmebatizwa na wengi. Mungu, Mwana na mimi tulikuwa pamoja. Sasa anayewasilisha huo ubatizo ni mtu.
Ndio sehemu ya kwanza. Ubatizo wa maji anayewakilisha ni nani? Ni mtu, lakini akiwa ametumwa na Mungu. Lakini namba 2, ubatizo wa Roho Mtakatifu, anayewakilisha kwenye huo ubatizo ni Roho Mtakatifu, ambaye anasimama kwa niaba ya Yesu mwenyewe, anawabatiza. Yesu, kwa sababu Roho Mtakatifu hajaahidiwa na Mungu, isipokuwa ni Yesu anasema ninaondoka lakini naja tena, si ndio? Lakini kabla ya hayo yote nitamtuma kwanza juu yenu aje Roho Mtakatifu, na huyo ndiye atakayekuwa kiongozi na atawaweka kwenye kweli yote, atawafundisha, atawafunulia hata yaliyofichika. Kwa hiyo nyinyi mliookoka, mliobatizwa, mtambue kuna wakati wa ndoto. Kama ulikuwa unaota mandoto, ofisi zinakukimbiza, watu wanakukimbiza, na utaanza kunaota ndoto, malaika wanashuka, wanapanda, wanafanya nini? Twende hivyo haraka. Hiyo Roho Mtakatifu unamwakilisha Yesu mwenyewe kama Roho Mtakatifu, kwa sababu mwanzoni Roho Mtakatifu alivaa umbo la mtu, ndio tukapata mtu anaitwa Yesu. Lakini baada ya Yesu kuondoka, basi aliyeshughulika kuwabatiza ni Roho Mtakatifu. Ndio maana anasema atawabatiza nani sasa? Yesu, kwa Roho atawabatiza. Na kuna kitu cha tatu ambacho kinaitwa ubatizo wa moto. Ubatizo wa moto, mhusika ni Mungu mwenyewe. Mhusika ni Mungu mwenyewe. Ukishapata vitu hivyo, yani pendelea kusoma tu kitabu cha Kutoka, utaanza kuona vile ambavyo walipokuwa wanatembea wale taifa la Israeli, unaambiwa kwamba walitembea na vitu vitatu muhimu. Kulikuwa na mwamba, kulikuwa na wingu, lakini kulikuwa na nguzo ya nini? Ya moto. Nguzo ya moto iliwatangulia. Nguzo ikisimama na wao walisimama. Nguzo ikiondoka na wao waliondoka. Kwa hiyo Mungu alikuwa anajua wanangu wamechoka, wapumzike. Anasimama. Wanakaa hapo. Wanapiga na kambi. Wanakula hapo kwale, nyama na nini, kasoro matikiti. Hayakuwepo. Lakini chapati kwa wingi. Haleluya. Wamekula hayo yote, wamepiga hapo. Misosi ya kutosha. Mungu anasema jamani, safari iendelee. Nguzo inaanza kutembea. Jamani, nguzo imeenda, jamani, twendeni, nguzo imeenda. Wanabeba mizigo, wanaanza safari tena. Nguzo. Maana yake waliongozwa na nani? Na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Biblia yangu inaniambia Mungu ni moto urao. Haleluya. Mungu ni moto urao. Ngoja nikwambie, wakati wa Elia anaomba juu ya ile madhabahu. Akasema, Baba wa mbinguni, wewe unayejibu kwa moto, achia. Majibu hapa, moto ukashuka. Haya, tunasema Elia alichukuliwa na nani? Na Mungu. Lakini Biblia inasema wakati Elia anateremka, wanatoka katika ule mlima wakiwa pamoja na mtumishi wake Elisha, wakaona mara hilo gari la moto linashuka, likamchukua Elia, likaondoka naye. Lakini tafasiri yake ni Mungu alikuja kumchukua, akambeba, wakaenda pamoja. Huyo ndio Yesu atarudi tena, anakuja na tuchukua, tunaondoka kwa sura ile ile. Hakuna mabadiliko, hakuna cha kutushangaza. Sura ni ile.